makofi ya Maroon Commandos wakituletea burudani moja kwa moja, tukiendelea kujitayarisha kwanza sherehe ya leo. Happy Madaraka Day. Siungeukie mwenzako mwambie Happy Madaraka Day. Na uangalie kama anatabasamu, kama amefurahi kuwa hapa Masinde Muliro Kandui Stadium. Kweli kabisa. Watoto hoye! Peperusha bendera ya Madaraka Day watoto, peperusha, 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 peperusha. Ningependa tuangalie kama stendi zetu ziko sawa zote. Ningependa stendi za upande wa kushoto pia nasi tuitikie Happy Madaraka Day. Happy Madaraka Day. Stendi za upande huu mwingine, Happy Madaraka Day. Naona wametulia sana sana wale waliovalia jezi ya rangi ya kijani kibichi. Lakini nitangaze kwamba baada ya sherehe za leo za Madaraka Day tutakuwa na mechi moja ya kukata na shoka, mechi ya soka kati ya AFC Leopards ukipenda Ingwe wakipambana na Nzoia Sugar papa hapa Masinde Muliro Kandui Stadium. Wangapi watakuja kutazama mchuano huo? Nionyeshe kwa mkono nione. Asanteni sana. Asante sana Boni Musambi. Niweze pia kuchukua nafasi hii kuzidi kuwakumbusha wananchi wazalendo atakapowasili Mheshimiwa Rais, tafadhali sote tutaombwa kuweza kusimama hadi atakapopokea saluti, wimbo wa taifa, wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na tutaweza kuwajuza wakati wa kuketi. Hali kadhalika Mheshimiwa Rais atakapojiunga nasi, tunaombwa kwa heshima kuweza kumkaribisha kwa shangwe, fijo, nderemo, vigelegele kwa wale ambao wamejiunga nasi wakizidi kushangaa neno mlembe. Mlembe inamaanisha amani. Turudi kwao Maroon Commandos. Na tunaporudi kwa Maroon Commandos, nieleze kwamba mchuano huo kati ya AFC Leopards na Nzoia Sugar utang'oa nanga saa 9 adhuhuri. Asante. Shikilia Maroon tafadhali shikilia. Na sasa tumkaribishe Prime Cabinet Secretary His Excellency Musalia Mudavadi. Wapi makofi ya Waziri Mkuu Musalia Mudavadi? Karibu sana Your Excellency. Basi turudi basi kwa Maroon Commandos. Basi gari ambalo linaingia sasa ni naibu wa rais Rigathi Gachagua. Wapi makofi ya naibu wa rais almaarufu Rigiji mwenyewe. Basi anayewasili ni naibu wa rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua wakiwa moja kwa moja na Pastor Dorcas. Tuwapigie makofi tukiwakaribisha. Karibu sana naibu wa rais Rigiji. Makofi mengine ya naibu wa rais akiingia. Karibu sana Your Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya, Honorable Rigathi Gachagua, together with Pastor Dr. Dorcas Rigathi. Karibuni sana. Maroon Commandos, tuendelee tafadhali.
Sitaki unambie kuwa unaenda haraka, unajua haina baraka. Subiri kidogo nikueleze, niacheni baki na wasiwasi. Mpenzi, sikia mambo yangu, naumia sana juu yako mama. Sitaki, 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 sitaki. Tukipatana wewe husema una haraka mama, Nami nijitese bila sababu. fikiria kwa makini ninayosema mama. Usiniweke kwani pensiwe, aye mama we. Sitaki unambie kuwa unaenda haraka, unajua haina baraka. Subiri kidogo nikueleze mama, siniacheni baki na wasiwasi. Mpenzi, sikia mambo yangu, naumia sana juu yako mama. Sitaki, 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 sitaki. tukipatana wewe husema una haraka mama. Yanini unitese bila sababu. Fikiria kwa makini ninayosema mama, Usiniweke kwani pensiwe, aye mama we. Sitaki uniambie eti unaenda. Sitaki unambie eti unaenda. Sitaki uniambie eti unaenda. Sitaki unambie eti unaenda. Sitaki uniambie eti unaenda. Bwana, nimekuzoea sasa, tabaki na nani? Sitaki uniambie eti unaenda. Wewe ndiwe dawa yangu, sasa tabaki na nani? Sitaki uniambie eti unaenda. Sitaki unambie eti unaenda. Sitaki uniambie eti unaenda. Wewe ndiwe dawa yangu, sasa unaniacha na nani? Sitaki uniambie eti unaenda. Sitaki unambie eti unaenda. Sitaki uniambie eti unaenda. Lelelelelele, oh, 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 oh. Sitaki uniambie eti unaenda. Ukitizama kwenye runinga utaona msafara wa rais ambao umekuja. Ukija hapa katika uwanja wa Masinde Muliro Kandui Stadium, naona ya kwamba umefurika wananchi wakimkaribisha rais. Tizama kwa runinga.
Thank you, Maroon Commandos. Asante, Maroon. Anayewasili sasa ni mama wa taifa, Mama Rachel Ruto. Tumkaribishe mama wa taifa, Her Excellency Rachel Ruto. Asante. Basi kwa parapanda hizo ni dhahiri shahiri kwamba anajiunga nasi mgeni wetu rasmi, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi yote ya ulinzi, na niombe kwa heshima sote tusimame kumkaribisha Mheshimiwa Rais hapa uwanjani tukiongozwa na bendi yetu ya Maroon. Pamoja kwa makofi ya kumkaribisha rais wetu. Moja, taifa letu Kenya, mbili, Kenya nchi yetu, karibu Kenya, Mheshimiwa Rais kwa sherehe ya madaraka. Kanyaga nchi yako kwa furaha, hilo ni hakikisho la rais wetu. Zamani tuliwekwa eti namba 4, sasa hapa utani Tumsalimu Mheshimiwa Rais. Kenya, Peperusha bendera wananchi kwa shangwe. Karibu sana. Kenya taifa letu, Kenya nchi yetu. Mheshimiwa Rais. nguvu zetu za Kenya ni umoja Karibu. wetu. Mzee alibashiri tuhakikisha Peperusha bendera. hivi sote tutayari haki ya kutuona Karibu. tupoteze Mheshimiwa Rais, utuongoze kwa sherehe ya madaraka. Moja, mbili, Kenya ni nchi nzuri kuishi. wapi shangwe na vigelegele wanafunzi. Karibu Mheshimiwa Rais, karibu utuongoze kwa sherehe ya madaraka. Makofi. Moja, mbili, agripreneurs wapi shangwe na vigelegele. Peperusha bendera agripreneurs. Karibu Mheshimiwa Rais, utuongoze kwa sherehe makala ya 61 sherehe ya madaraka. Makofi. Moja, karibu Mheshimiwa Rais,
Agripreneurs wapi makofi ya shangwe kwa rais. Makofi. Peperusha bendera. Rangi ya kijani kibichi. Kilimo. Lishe bora. Kilimo. Lishe bora. Makofi. Karibu Mheshimiwa Rais, utuongoze kwa sherehe ya madaraka. Walio kwenye jukwaa rasmi, tumkaribishe Mheshimiwa Rais Daktari William Samoei Arap Ruto. Karibu Mheshimiwa Rais. Asante sana mwenzangu. Asante Maroon Commandos. Asante Maroon Commandos kwa kuweza Afrika Mashariki, Jumuiya ya Afrika Mashariki unaotukutanisha. Sauti ya makamanda katika vitengo mbalimbali. Mkuu wa gwaride hii sasa akija kumwomba kwa heshima Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi yote ya ulinzi ruhusa ya kuweza kagua gwaride la heshima lililoandaliwa na majeshi ya ulinzi ya Kenya. Anapata idhinisho, anaendelea kuweza kutafuta idhinisho kutoka kwake rais, yule mkuu wa gwaride angalau waweze kumpa idhinisho. Tangazo haya kumbuka yanakujia moja kwa moja kupitia KBC Channel 1, Runinga Taifa, vile vile Radio Taifa, KBC kituo chetu cha Kiingereza English Service pamoja. Asanteni kwa heshima, tunaweza keti tafadhali. Anayemsindikiza rais wa Jamhuri ya Kenya ni mkuu wa majeshi ya ulinzi ya Kenya, Generali Charles Mreo Kahariri. Asante sana. Kumbuka Charles Kahariri ni mara ya kwanza anasherehesha pia siku kuu za madaraka. Itakuwa ni katika historia kwa bendera ya kikosi hupewa heshima ya hadi ya juu. Unavyoshuhudia hivi sasa uwanjani, Mheshimiwa Rais akipeana heshima zake kwa bendera ya kikosi cha 5 cha jeshi letu la nchi kavu, the Fighting Five. Ndiposa wananchi kila siku tunazidi kuwakumbusha unapokutana na bendera hii kuweza kuipisha, kwa sababu wanajeshi hawa watakuwa wanaenda kutekeleza wajibu wao wa ulinzi wa taifa.
ameshakabidhiwa idhini ya kuweza kuendelea na gwaride. Punde tu Mheshimiwa Rais atachukua nafasi yake kwenye jukwaa maalum. Kwa desturi za kijeshi, sharti bendera ya kikosi kuwa mbele ya gwaride, unavyoshuhudia kutoka kwake Kala Officer Luteni Siveren na Warrant Officer 1 Odumo RSM. Mheshimiwa Rais, kwa amri hiyo waliopewa wanajeshi hawa wanaondoka hivi sasa uwanjani baada ya kuandaa gwaride la kufana siku ya leo, kuweza kujiunga na wenzao kuzidi kudumisha ulinzi wa taifa letu la Kenya, kuhakikisha kwamba mipaka yetu iko salama masaa 24, anga letu liko salama masaa 24, na fuo za bahari ziko salama masaa 24.
Jafet Mulei Mulwa, divisheni ya kwanza, chini yake Meja Kelvin Saningo Lian anayebeba bendera iliyo fahari ya kikosi cha 5 The Fighting Five, Luteni Fred Simiren Tulitian, Breda RSM Warrant Officer 1 Sylvester Obala Odumo. Divisheni ya pili, chini yake Captain Steve Otieno Kodindo, wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Divisheni ya tatu, Mheshimiwa Rais, jeshi letu la wanaanga, chini yake Meja Victor Lugonzo, wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Divisheni ya 4, Mheshimiwa Rais, jeshi la wanamaji, chini yake Meja Terence Mdeshi, wakiwa katika mavazi yao meupe ya sherehe. Brigade Adjutant Captain Alex Kangogo Chepyegon, mweka alama jeshi letu la nchi kavu. Mheshimiwa Rais, linafuata gwaride la vikundi linalojumuisha asasi zote za usalama, na kwa mengi zaidi nitampisha mwenzangu Julinas Kiti Jefwa aweze kuendelea. Mheshimiwa Rais, inafuata hivi sasa ni gwaride la vikundi ikiongozwa na jeshi letu la nchi kavu 5KA C Company, chini yake Meja Peter Orupia, Company CSM, Warrant Officer 2 Jonathan Aengwa. Kikundi cha kwanza chini yake Luteni Paul Odhiambo Olwal, wakiwa katika magwanda yao mazito ya kivita. Kikundi cha pili, Mheshimiwa Rais, kipo chini yake Luteni Maslin Chege Uwanja, wakiwa katika magwanda yao mazito ya kivita. Kikundi cha tatu, Mheshimiwa Rais, kipo chini yake Luteni Christopher Mwandikwa Mwema, wakiwa katika magwanda yao mazito ya kivita. Inafuata hivi sasa ni C Company, chini yake Meja Hillary Kibet Kibunja, Company CSM, Warrant Officer 2 Richard Shipala. Kikundi cha kwanza chini yake Luteni Edmund Okelo, wakiwa katika magwanda yao mepesi ya kivita. Kinapita mbele yako Mheshimiwa Rais hivi sasa ni kikundi cha pili, chini yake Luteni Joseph Mweke Mwalimu, wakiwa katika magwanda yao mepesi ya kivita. Kikundi cha tatu Mheshimiwa Rais cha The Fighting Five kipo chini yake Luteni James Murcia Ngarum, wakiwa katika magwanda yao mepesi ya kivita. Wanafuata hivi sasa Mheshimiwa Rais ni polisi wa kitaifa wakiongozwa na Kenya Police Service, chini yake Superintendent William Leting akisaidiana na Chief Inspector Morris Kialo. Kikundi cha kwanza chini yake Inspector Simon Kepkemboi, wakiwa katika mavazi ya rasmi ya sherehe. Kikundi cha pili, kikundi cha kinadada Mheshimiwa Rais, kipo chini yake Inspector Masi Chepkorir, wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Wanafuata hivi sasa Mheshimiwa Rais ni kikosi cha GSU, wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe, chini yake Chief Inspector Flavian Zili akisaidiana na Inspector Grace Randile. Wanafuata Mheshimiwa Rais hivi sasa ni GSU, wakiwa katika magwanda yao mazito ya kikazi, chini yake Inspector Adan Dida. Kikundi kinachofuata Mheshimiwa Rais hivi sasa ni askari polisi wa kutumia majibwa almaarufu kama K9 Squad, chini yake Chief Inspector Samson Yegon akisaidiana na Inspector
chini yake Superintendent Chris Ligwado akisaidiana naye Chief Inspector Wilson Arusei. Kikundi cha kwanza chini yake Inspector Josepha Okumu wakiwa katika mavazi ya rasmi ya sherehe. Wanafuata hivi sasa, Mheshimiwa Rais, ni kikundi cha kupambana na wezi wa mifugo almaarufu kama anti-stock theft chini yake Inspector Faith Anyona wakiwa katika mavazi yao mepesi ya kikazi. Wanafuata hivi sasa, Mheshimiwa Rais, ni Rapid Deployment Unit chini yake Inspector Joshua Mbaye Mutuku wakiwa katika mavazi yao mepesi ya kikazi. Wanafuata hivi sasa, Mheshimiwa Rais, ni polisi wa kuchunga mipaka almaarufu kama Border Police Unit chini yake Inspector Kevin Walukana Njani wakiwa katika mavazi yao mazito ya kikazi. Wanafuata hivi sasa ni askari wa kuchunga fuo zetu za bahari pamoja na maziwa yetu ya kitaifa almaarufu kama Kenya Coast Guard Service chini yake Luteni Pama Sirma. Mheshimiwa Rais, wanafuata hivi sasa ni askari wa kulinda magereza yetu chini yake Superintendent Davan Bwina Wanjala akishirikiana naye Chief Inspector Isaac Jelimo Mboi. Kikundi cha kwanza chini yake Inspector Boniface Okoth wakiwa kwa mavazi yao rasmi ya sherehe. Kikundi cha kwanza, kikundi cha pili, kikundi cha kinadada chini yake Chief Inspector Helen Gikonyo akishirikiana naye Inspector Maureen Madegwa wakiwa kwa mavazi yao rasmi ya sherehe. Kikundi kifuatacho hivi sasa ni cha kupambana na ghasia magerezani almaarufu The Riot Squad chini yake Inspector Edwin Omolo wakiwa kwa mavazi yao mepesi ya kikazi. Wafuatao hivi sasa ni kikosi cha askari wa kulinda misitu yetu chini yake Superintendent Philip Ndiema akishirikiana naye Chief Inspector George Kimani wakiwa kwa mavazi yao mazito ya kikazi. Mheshimiwa Rais, wanaofuata hivi sasa ni vijana wa huduma kwa taifa chini yake Superintendent Mwagi Mangu akishirikiana naye Chief Inspector George na Masaka. Kikundi cha kwanza, Mheshimiwa Rais, chini yake Inspector Dominic Muliungi wakiwa kwa mavazi yao rasmi ya sherehe. Kikundi cha pili, kikundi cha kinadada chini yake Chief Inspector Lucy Mwigai akishirikiana naye Inspector Joyce Ogango wakiwa kwa mavazi yao rasmi ya sherehe. Kikundi cha tatu chini yake Inspector Jackson Kimani wakiwa kwa mavazi yao mazito ya kikazi. Kikundi cha nne, kikundi cha kinadada chini yake Inspector Jamila Wario wakiwa kwa mavazi yao rasmi ya kikazi. Mheshimiwa Rais, wanaofunga gwaride hili la vikundi ni askari wa gatuzi hili la Bungoma chini yake Inspector Beatrice Masinde akishirikiana naye Dennis Sangura wakiwa kwa mavazi yao rasmi ya sherehe. Tuwasindikize askari hawa wa gatuzi la Bungoma kwa makofi tafadhali kwa kazi nzuri wanayoifanya. Basi mwisho kabisa ni mweka alama jeshi letu la nchi kavu. Mheshimiwa Rais, ni zamu ya bendi za majeshi ya ulinzi kuweza kuondoka hivi sasa uwanjani chini yake mkurugenzi wa muziki Captain Kelvin Omolo, Senior Drum Major
Senior Sergeant George Kimani akishirikiana naye Sergeant George Ngeiwa, Sergeant Tony Kiplimo na Sergeant Moses Lemashon wakiondoka uwanjani. Nitampisha mwenzangu Mheshimiwa Rais atuletee tamasha za ndege. Yanafuata sasa ni maonyesho ya ndege za majeshi ya ulinzi, leo hii tukiletewa na jeshi letu la wanaanga. Angani Mheshimiwa Rais ni ndege aina ya Tucano zikiwa katika left echelon formation zikivusha moshi mweupe angani, ishara ya usalama wa anga letu. Mheshimiwa Rais, zitafuata sasa ni ndege zetu za kivita, ndege aina ya the Tiger F5, ndege ambazo zina uwezo wa kuruka kwa kasi na zina uwezo wa kuporomosha makombora mbalimbali kuharibu kabisa vyombo vya adui angani, almaarufu air assault. Ishara angani tunaweza kuziona ndege hizo Mheshimiwa Rais zikiwa katika 5 ship Vic formation, ndege aina ya F5. Leo hii zikipita taratibu Mheshimiwa Rais, kila moja ikichukua mkondo wake kuweza kutuletea maonyesho ya manuva hapa angani, kila ndege ikiwa kivyake. Onyesho la kwanza Mheshimiwa Rais, ndege itatuletea onyesho lijulikanalo kama 4-point roll. Onyesho ambalo Mheshimiwa Rais rubani atapaa na ndege kwa kasi kisha kuweza kuigeuza ndege digrii 90 mara 4 kukamilisha digrii 360 na kurejesha wima ndege kupaa pasipo kubadilisha mkondo. Kisha ndege ya pili Mheshimiwa Rais itatuletea onyesho ambalo rubani ataweza kuinua ndege takriban digrii 45 huku akitupa mizunguko ya kushoto na kupaa juu kabisa. Kisha ndege ya tatu Mheshimiwa Rais itatuletea onyesho vertical roll ambalo rubani atapaa na ndege ikiwa imeinuliwa pua lake digrii takriban 60 kupaa juu kama tunavyotazama angani. Anainua ndege kwa umaridadi kutupa mara ya pili, ya tatu na ya 4. Tumpe makofi rubani huyo tafadhali. Ndege ya pili Mheshimiwa Rais, onyesho aileron roll. Kama tunavyoshuhudia angani, anainua ndege kwa umaridadi na kutupa mizunguko ya kushoto kwa haraka. Tumpe pia makofi rubani huyo tafadhali. Onyesho la tatu Mheshimiwa Rais, rubani kutuletea vertical roll, rubani kupaa juu kama tunavyoshuhudia, kutupa mizunguko ya kushoto kwa umaridadi kabisa. Kisha Mheshimiwa Rais itafuata tena ndege aina ya the Tiger F5 ikituletea onyesho aileron roll, kupaa kwa kasi kama tunavyoshuhudia, kuinua pua la ndege na kutupa mizunguko ya kushoto kwa umaridadi kabisa. Mheshimiwa Rais, ndege aina ya F5 itarudi tena kama tunavyoshuhudia angani kutuletea onyesho 4-point roll, kupaa juu kabisa, kutuletea mizunguko tena kwa umaridadi kama tunavyoshuhudia hivi sasa. Ndege aina ya Tucano ikirudi kwa mara ya pili Mheshimiwa Rais kutuletea onyesho vertical split, onyesho ambalo marubani hawa watakuja wakiwa kwa pamoja, kisha kila mmoja ataweza kuchukua mkondo wake kwa umaridadi kama tunavyoshuhudia angani. Ndege hizi zinapokuja huku zikivusha moshi mweupe angani kwa umaridadi kabisa, wakiwa wanapaa kwa pamoja kama vile wanajeshi huweza kufanya kazi kwa pamoja kwa umaridadi kabisa kama tunavyoshuhudia angani, kisha kila mmoja kuweza kuchukua mkondo wake kama vile tunavyoshuhudia hivi sasa angani. Tuwape makofi marubani wetu tafadhali. Mheshimiwa Rais, itarudi tena ndege aina ya the Tiger F5 kutuletea onyesho ama ndege hii kutuonyesha jinsi inavyopaa kwa kasi. Na kasi hii Mheshimiwa Rais, ndege hii huweza kuacha sauti yake mbali. Hiyo ndio sababu ndege hii unapoiona basi huwa tayari imekwisha pita. Angani tunamuona rubani akija kwa umaridadi kabisa kupaa kwa kasi huku akiacha nyuma sauti kuu almaarufu sound of freedom. Angani Mheshimiwa Rais hivi sasa kutufungia maonyesho haya ni ndege spesheli aina ya helikopta, ikiwa ni Puma, ndege iliyo na uwezo wa kuelea hewani kwa muda mrefu. Leo hii ikibeba bango linalosema Happy Madaraka 2024. Tumpe makofi rubani huyu pamoja na marubani wenzake kwa kazi nzuri wanayofanya kuhakikisha kwamba taifa letu liko salama masaa 24.
nimpishe mwenzangu Sergeant Misango Mbaye aweze kukamilisha vipindi vya kijeshi. Asante sana Mheshimiwa Rais, na huo ndio utakuwa mwisho wa tamasha zetu za kijeshi kwa pamoja. Niweze kuwashukuru waliofanikisha makala haya: Brigadier Elijah Ndegwa Gatere, Brigadier Samuel Kimani, Colonel Oede, Major Charles Obwong, Major Matthew Lorot Ingolan, Defense Forces Sergeant Major Warrant Officer 1 Elijah Nick Aspro Koranga, Kenya Army Sergeant Major Warrant Officer 1 Joel Mrage, Kenya Air Force Sergeant Major Warrant Officer 1 Dennis Namunyu Oletalengo, na bila kumsahau Naval Sergeant Major Warrant Officer 1 Bwana Haji Omar. Niweze kuwashukuru wenzangu tulioweza kujumuika nao: Sergeant George Kisuya, Corporal Masi Atieno Chitai, Senior Private Julinas Kiti Jefwa. Jina langu ni Sergeant Misango Mbaye, nikiweza kuwarejesha moja kwa moja hadi kwake Bwana Mike Gitone aweze kuendelea na ratiba ya siku. Kwako Gitone. Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi. Kwa ruhusa yako Mheshimiwa Rais, tunaingia kwenye kipindi cha gwaridi la maskauti wa kike na wa kiume, Girl Guides, pamoja na St. John Ambulance. Kutupambia gwaride hii Mheshimiwa Rais ni bendi mseto, bendi kutoka shule yetu ya Friends School Kamusinga pamoja na shule ya kitaifa ya wasichana ya Lugulu. Wako chini ya himaya za Drum Major Mary Anyango kutoka Lugulu na Fortune Okaya kutoka Kamusinga. Bendi, tupe burudani. Ni gwaride la maskauti wa kike na wa kiume wakiingia uwanjani ili kuweza kutoa heshima zao kwa Mheshimiwa Rais. Ikiwa ni makala ya 61 sherehe ya madaraka, kauli mbiu kilimo lishe bora. Bendi yetu siku ya leo Mheshimiwa Rais ni bendi mseto kutoka kwa shule yetu ya Friends School Kamusinga, shule iliyobuniwa mwaka 1956 na ni shule inayotambulika katika masuala ya michezo ya kuigiza kitaifa. Ni washindi wa mwaka 2023, mwaka 2024. Wanashirikiana na shule yetu ya kitaifa ya wasichana ya Lugulu, shule iliyobuniwa mwaka 1969. Ni mojawapo ya shule za wasichana inayotambulika kitaifa. Wanachukua nafasi zao sasa. Mheshimiwa Rais, karibu. Ni mohali kutaja hapa kwamba mlezi wa maskauti wetu ni Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto, rais wetu. Muungano ambao ni muungano wa kujitolea unaowajenga watoto wetu wa kike na wa kiume. Muungano uliobuniwa mwaka 1910 chini ya sheria za bunge kipengele cha 219. Chief Scout Professor Jacob Kaimenyi na mwenyekiti wa bodi Bwana Victor Radido. Scouts wakichukua nafasi zao kutuongoza. Watafuatwa nyuma na wana Girl Guides, mlezi wao kiwa ni mama taifa Mheshimiwa Birecho Ruto. Mwenyekiti wetu wa kitaifa akiwa ni Teresia Chebet Maina, Kamishna mkuu Professor Faith
afisa mtendaji wa taifa Priscilla Gachinga na mwenyekiti wa bodi wa wadhamini Honori Kiplagat. Bendi wanapita sasa ili kuchukua nafasi zao. Tupate burudani. Drum Major Mary Anyango na msaidizi wake Fortune Okaya wanachukua nafasi zao. Wanaopita mbele ya jukwaa la Mheshimiwa Rais ni kikundi cha Sungura walio kati ya chini ya miaka 6 hadi 11. Kauli mbiu do your best. Tuwapongeze makofi kikundi cha Sungura wanapopita mbele ya jukwaa la Mheshimiwa Rais. Wanafuata kwa karibu Mheshimiwa Rais ni kikundi cha Chipukizi walio kati ya miaka 12 na miaka 15. Kauli mbiu yao be prepared. Tuwapongeze kwa makofi wanachipukizi wanapotoa saluti yao kwa Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais walio kati ya miaka 16 na miaka 18 wanamwamba. Kauli mbiu yao look wider. Ni maskauti wetu wa kike na wa kiume. Kumbuka mlezi wao ni Mheshimiwa Daktari William Ruto, rais wetu ni patron. Kufunga kurasa zetu ni wanajasiri walio kati ya miaka 19 na 26. Kauli mbiu yao service, yani huduma. Tuwapongeze kwa makofi maskauti hao wa kike na wa kiume wanapopita mbele ya jukwaa la Mheshimiwa Rais. Wanafuata kwa karibu Mheshimiwa Rais the Girl Guides as the St. John Ambulance. Watoto wetu wa Girl Guides Rainbow, watoto wadogo wa shule ya chekechea. Tuwapigie makofi mabibi na mabwana watoto hawa wa Rainbow, our Girl Guides, miaka 3 hadi miaka 6. Wanafuatwa na Brownie walio kati ya miaka 6 na 9 shule zetu za msingi. Walio kati ya miaka 10 na miaka 14 shule yetu ya msingi wa juu, the Girl Guides. Na walio kwenye Mheshimiwa Rais, the Ranger Guides miaka 14 hadi 18 shoka shule zetu za sekondari. Young Leaders wanafunga kurasa hizo wakipisha ndugu zetu kutoka the St. John Ambulance ili kuweza kuchukua nafasi yao. Ambulance ni kikundi cha kujitolea ambacho kinatoa nafasi kwa vijana wetu ambao kila wakati wako tayari, wakati wa dharura na wakati wa janga mbalimbali. Wanapita mbele ya jukwaa ya Mheshimiwa Rais. Huduma ambazo wao huzitoa ni huduma ya kwanza. Wamepitishwa katika masomo ya ustahimilifu, nidhamu ya hali ya juu na hata kujitolea. Tuwapongeze wana St. John Ambulance wanapopita mbele ya jukwaa la Mheshimiwa Rais. Ni kikundi ambacho mlezi wao ni Mheshimiwa Daktari William Ruto wakiwa chini ya uongozi wa Chancellor Daktari Robert Mutula, afisa mkuu mtendaji Daktari James Wajangi, na katika eneo letu la hapa magharibi Bwana Mwai kwenye Ongesa tunasema asanti kwa gwaride hilo.
Wanakuja sasa kutoa heshima zao ni bendi mseto, drum major wetu Mary Anyango kutoka shule ya Lugulu na Fortune Okaya kutoka shule ya Kamusinga. Bendi mseto wakitoa heshima zao kwa Mheshimiwa Rais. Tuwapongeze kwa makofi mabibi na mabwana. Shukran za dhati Mheshimiwa Rais kwa kutukubalia tuwe na gwaride hilo la maskauti wa kike na wa kiume pamoja na Girl Guides wetu na St. John Ambulance. Sina la ziada ila kumpisha mwenzangu Bwana Mike Gitonga ili aweze kutuvalia njuga. Karibu Bwana Mike. Asante sana mwenzangu Mike Gitone. Na sasa ningependa tuelekeze katika kipindi cha maombi, na nitawakaribisha wale ambao watatusaidia kwa maombi siku ya leo. Kwa maombi ya kimila tutaombewa na Andrew Kitelo Balawei, alafu tukifuatilia maombi ya Kiislamu Imam Hussein Ambwere, na atakaye tufungia kurasa la maombi ni Askofu Mark Kadima wa kanisa la Kikatoliki jimbo la Bungoma. Kwa hivyo kwa heshima naomba tafadhali wale ambao tuna uwezo tuweze kusimama ili tuendelee kwa maombi, kwa kipindi cha maombi. Nikimkaribisha Andrew Kitelo Balawei. Karibu. Oyo. 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 Baba yin. Nyegi ay goret kumugul. Itany barako kingweng. Iyai koretab Kenya. Ikochi tulondok ak ikochi temgosiek. Baba yein, besioni kubesio nyewo nyekinamu Kenya serikalitab orit. Kongoein bichoto. Baba yein, asochine nyekonyitot nyendoine emoni. Rais Daktari William Samoei Ruto ak chepyoset asochine rubeiwondenyi Rigathi Gachagua ak chepyoset yein nomwech ropta nyikokoromit sindetyo ikonech ropta nebo borotet. Yein asomchine kulunganik tugul chebo Kenya, kumi Cherongo, kumi Kongasis, raa Kororon keise kisenikab keanikab Kororon sindetyo kenyoru borotet. Kongoi, kongoi yein kasai. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba Mwenyezi Mungu ubariki rais wetu
Dr. William Ruto, naibu wake Rigathi, familia zao, viongozi wote pamoja na Wakenya wote. Tunakushukuru kwa ajili ya baraka ambazo umetunemesha nazo. Tunakushukuru kwa ajili ya mvua inaonyesha ili tupate mazao kwa wakati wake. Tunaomba mvua hiyo iwe ni mvua yenye baraka kwetu sisi, isiwe ya madhara. Tunaombea serikali yetu kuu, bunge letu na mahakama yetu wafanye kazi kwa haki. Tunaombea taifa letu ili tuzidi kustawi kwa amani na umoja kama taifa moja. Na tunapoadhimisha sherehe hii ya 61 ya Madaraka Day, tunawashukuru waliojitolea muhanga kwa ajili ya taifa letu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tunakuomba uzidi kuimarisha taifa letu ili tuweze kukuza umoja wetu kwa uwezo wako na baraka zako. Amin, amin, walhamdulillahi rabbil alamin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Gracious Lord, we thank you for the gift of our President, His Excellency William Samoei Ruto. Bless him and his family, enabling him with your divine wisdom and strength to lead us according to your will. Along with him, Lord, bless our Deputy President, Honorable Rigathi Gachagua, and all the other leaders, as well as their families, inspiring them to work in unity for the prosperity of our country. Heavenly Father, we thank you for the abundant rains, enabling us to produce enough food. But Lord, we also beseech you that you get rid of the destruction, so that our efforts to be happy citizens with abundant harvests may be realized. Equally, Lord, bless this our nation, and more so those who sowed the seeds of this nation should, that we celebrate today, filling us with a love for you, so that we may grow in peace, be united with one another, and build a prosperous country. Lastly, Lord, remember all of us here as we kneel before you, to thank you for having led us safely today, secure under your guiding providence. Lord, enable us to travel safely to our destinations to the praise of your deeds. We ask this through Christ our Lord. Naomba tuweze kuketi. Mheshimiwa Rais Daktari William Samoei Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi yote ya ulinzi, Mheshimiwa Mama wa Taifa Bi Rachel Ruto, Mheshimiwa Naibu wa Rais Rigathi Gachagua na Mheshimiwa Pastor Dorcas Rigathi, waheshimiwa maspika wa Bunge la Kitaifa na Bunge la Seneti, Mwanasheria Mkuu Mheshimiwa Justin Muturi, mabalozi na maafisa wakuu wa kidiplomasia, gavana wa eneo gatuzi la Bungoma na viongozi wote, wananchi wa Jamhuri tuipendayo ya Kenya, mabibi na mabwana. Mheshimiwa Rais, tuna kila sababu la kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa siku ya leo tunapoadhimisha sherehe ya madaraka makala ya 61, kauli mbiu kilimo cha chakula cha kutosha au agriculture and food security. Kwa niaba ya kamati andalizi la tamasha hii ya siku ya leo, naomba unikubalie tuweze kuandalia burudani fupi na ili kutupa taswira jinsi mambo yalivyo. Yakubalie ni waalike Beatrice na Boniface watuelekeze kwa burudani. Beatrice na Boniface, karibu. Mheshimiwa Rais, tunakualika sasa kwenye burudani fupi ambayo tuna hakika itakupa raha mpwito mpwito. Na kutukunjulia jamvi, Mheshimiwa Rais, ni muungano wa wanafunzi 500 kutoka mseto wa shule za msingi hapa Gatuzini, Bungoma. Baadhi ya zile shule? Baadhi ya shule hizo ni Kandui DEB, Mupeli DEB, Bungoma DEB, Central Baptist,
Mukaweli Primary, Moi DEB. Mheshimiwa Rais, wanafunzi hawa wataongozwa na walimu Eric Amuhaya, Faith Mbote, Paul Ogira, Suleiman Salim na walimu kutoka kaunti ya Bungoma. Kweli kabisa. Na Mheshimiwa Rais, baadaye itafuata burudani ya wasanii tajika katika muziki wa kisasa, na hapa naona itabidi kila mmoja wetu wakaze kiatu chake ili atenge nafasi ya kutosha ya kupiga densi. Tutashuhudia midundo ya kitamaduni pamoja na densi maarufu kutoka eneo hili linalofahamika sana kwa kutikisa mabega. Na nimefahamishwa kwamba tukiwa hapa Bungoma tunafaa kusema mapeka. Mapeka. Baadhi ya wasanii watakao kuwa wakituletea midundo, Mheshimiwa Rais, ni pamoja na Profesa Kissinger, Wanyonyi Omukoi, Pius Wafula, Mika Mwenyege pamoja na David Barasa. Wanafunzi wetu, ikiwa mko tayari, tukunjulie jamvi la burudani. Uwanja ni wenyu. Wimboni naimba sio wimbo ni maombi, nikiomba Mwenyezi Mungu aibariki Kenya yangu, kwa jina la Baba na la Mwana Roho Mtakatifu, amina. Kwa jina la Baba na la Mwana Roho Mtakatifu, amina. Ewe Kenya nchi yangu, ewe Kenya baba yangu, ewe Kenya mama yangu, sitakuacha milele. Akili zangu, nguvu zangu, nimeziweka mbele yako. Bibi yangu na watoto nimewaweka mbele yako. Tabu zangu, shida zangu, ziangalie Kenya yangu. Tabu zangu, shida zangu, ziangalie Kenya yangu. Ewe Kenya nchi yangu, ewe Kenya baba yangu, ewe Kenya mama yangu, sitakuacha milele. Matajiri masikini, sisi zote binadamu. Matajiri masikini, sisi zote binadamu. Tusahau majivuno na tuwapongeze wanapochora ramani ya Kenya. PP production. Kenya yetu twasonga mbele, uadilifu ni ngao yetu, maendeleo twashuhudia. Oh, Kenya kuliimberi. Kenya yetu twasonga mbele, nayo amani ni ngao yetu, maendeleo twashuhudia. Oh, Kenya kuliimberi. Upendo kwetu wa Kenya umekuwa ndo shina letu, viwandani na mashambani, fwesi husia imberi. Kwa utalii twatajirika, mbuga zetu zaimarika, kwa ujasiri twakumbatia. Urembo wetu, fahari yetu, Kenya yetu twasonga mbele, uadilifu ni ngao yetu, maendeleo twashuhudia. Oh, Kenya kuliimberi. Kenya yetu.
makofi tafadhali. PPMC Production. Kenya yetu twasonga mbele, uadilifu ni ngao yetu, maendeleo twashuhudia. Oh, Kenya kuliimberi. Kenya yetu twasonga mbele, nayo amani ni ngao yetu, maendeleo twashuhudia. Wageni wetu wenye staha, karibuni, burudika nasi Bungoma. Kuwa hai binadamu hutegemea chakula. Kilimo tunafahamu hutupa hivi vyakula. Hii ni sekta muhimu, yaleta pia ajira. Rais wetu hongera kuhimiza ukulima. Tuwapongeze wanapotupa hekima ya kuendeleza ukulima. Makofi kwao tafadhali. Taifa letu Kenya, Kenya tumetoka mbali, kwa pamoja Kenya tumefika mbali, tunasonga mbele, Kenya tunasonga mbele, kwa juhudi zetu wazalendo. Taifa letu Kenya, Kenya tumetoka mbali, kwa pamoja Kenya tumefika mbali, tunasonga mbele, Kenya tunasonga mbele. Makofi mazuri kwa wanafunzi wetu tafadhali, wanapotundia neno lishe bora. Kenya tumetoka mbali, kwa pamoja Kenya tumefika mbali, tunasonga mbele, Kenya tunasonga mbele, kwa juhudi zetu wazalendo. Taifa letu Kenya, Kenya tumetoka mbali, kwa pamoja Kenya tumefika mbali, tunasonga mbele, Kenya tunasonga mbele, kwa juhudi. Wakenya kote nchini tujitume mashambani, mbinu bora tumieni kuzalisha kwa makini, tufukuze umaskini, lishe bora tupateni. Rais wetu hongera kuhimiza ukulima. Mwisho, shabash, shukran. Tuwashangilie tena watoto wetu.
hapa tuliko leo ni kwetu, hapa ni kwetu, ni kwetu, hapa tuliko leo ni kwetu, hapa ni kwetu, ni kwetu. Wapi akina mama, akina mama, wapi vijana, wapi vijana na wazee, wazee wetu na viongozi. Tukule ngoma, Baluya bebunuya, kukine kama beka, babando bebu ngoma, kukine kama beka. Sote kwa pamoja, tukule ngoma. Ukazi abagene, kubakeze. Emurembe muno. Ukazi abagene, kubakeze. Emurembe muno. Emurembe abagene.
imekuwa kama mama imetulea, na mikononi mwa wakulima tukatulia, na ile mawazo ya kuwa tu bora mkulima ukatoa ndani, ukatia mawazo ya mkulima bora. You've made those with pain to gain, you've made those with sorrow to smile again. All you wanted, Mr. President, is us to believe in the culture, agriculture. Na indo culture ufanya mkulima ana stand firm, indo culture ufanya wajawazito wanatabasamu, juu wanajua mkulima anazalisha. Indo culture ina ukabila, but wa Kenya hii agriculture hatuwezi kaa bila. Indo culture itafanya bei ya mchele ikuwe rahisi. Indo culture itafanya vijana wetu nyumbani bila mazoezi wanaunga. Indo culture itatupeleka mbali. Unajua si wakulima tunaishi kwa amani, hatuna beef, tukipata nyama si ugawana, na kila mtu anatoka na peace. Asante sana kwa bei nafuu ya mbolea, kweli imetuokolea, na ndio maana wakulima wa miwa wanakuita mheshimiwa, na wakulima wa majani chai wanakutii. Si wakulima tuna believe in the technology, na technologically wakulima si rough. Sisi ni ma Microsoft, na the way nimewa access their farmers power on point. Cheki vile wanafanya Kenya in Excel. These are not my mere words, you can check in the database. Na ndio maana kuna wakulima sahi wanaweza afford nyumba za Windows 8 ama 10. Wakulima si tukiamka si wacha blanketi alafu tunaomba Mungu shuka. Judaili ni yeye utupa mkate wa kila siku, na ndio maana tukikunywa chai ni Mungu tunatii. Ni yeye utupa nguvu ya kuendelea kujenga nchi.
Na sasa wanaochukua uwanja, Mheshimiwa Rais, ni wakulima bora au ukipenda agripreneurs ambao wataingia, na pia naomba kwa upole tuwaruhusu wananchi ambao wako nje waweze kuingia, wachukue uwanja hapa katikati ili waweze pia kushuhudia sherehe inavyoendelea. Wale wanaochukua uwanja sasa, Mheshimiwa Rais, ni agripreneurs ama wakulima biashara ambao siku ya leo tutamkaribisha waziri wa kilimo aweze kuwapatia kipindi kifupi cha kuwakabidhi uwezo wa kilimo biashara. Tuwapigie makofi wakiingia. Asante sana
mwenzangu Mike Gitonga. Hawa Mheshimiwa Rais ni mabalozi wetu kutoka Agripreneurs waliotoka kwenye jimbo mbalimbali, jimbo zote 47 kutoka Jamhuri ya Kenya, wakiwa tayari kupata ruhusa kutoka kwako ili waweze kurudi mashinani kuweza kuelimisha wakulima wengine kuhusu kilimo na lishe bora. Agripreneur hawa wana ujumbe kauli mbiu kilimo na biashara. Wanaingia uwanjani kwa utaratibu, wakijipanga jimbo kwa lingine, tayari kupokea ruhusa yako Mheshimiwa Rais, ili wakaweza kurejea kule mashinani wakipeleka ujumbe wa kilimo biashara. Hawa wote kwa jumla 2,500 kutoka jimbo mbalimbali ambao wanafika hapa kupokea ruhusa yako Mheshimiwa Rais. Those coming into the field are agripreneurs who are going to be commissioned this morning right here as we celebrate, who is going to lead us in this particular exercise. Ladies and gentlemen, Your Excellency, this is only 2,500 of the agripreneurs who are going to be commissioned today. This is just a sample of those who are going to be in different counties. And also, as we see, wananchi tunaona pia wanaruhusiwa waingie wale ambao tuko nje, lakini naomba tafadhali tuingie kwa utaratibu, tusiwe na haraka. Tutaruhusiwa tuingie kwa uwanja ili tuweze kushuhudia kile ambacho kitakachofanyika hapa tukiendelea. Agripreneurs hawa wakiwa pia wamebeba tools zao ambazo watakuwa wanatumia kule mashinani kwa kazi ya kuweza kuelimisha wakulima, wakiwa tayari sana kuja mbele zako Mheshimiwa Rais kupata ruhusa rasmi ili wanaporejea kule mashinani wakaweza kufikisha ujumbe wa kilimo biashara. Wakiwa wamechaguliwa kutoka jimbo mbalimbali, jimbo 47, wakiwa wakiinua mabango kutoka jimbo zote 47, wakiwa wamebeba vifaa rasmi vya kazi ambazo watavitumia kule mashinani kuelimisha wakulima. Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako siku ya leo, ujumbe wa kilimo biashara utaweza kuwafikia wakulima wengine katika kila sehemu ya nchi. Kama jinsi wewe unavyoongoza kwa masuala ya kilimo, na hao wamepewa jukumu ya kueneza ujumbe wako kule mashinani kwamba tuweze kuingia kwenye kilimo ambacho pia kinakuwa ni kitega uchumi. Tuinue mabango yetu tafadhali. Na bado wakiendelea kuingia, naomba studio mtuwekee ukweli wa mambo fertilizer ili tuweze kutizama, tuweke macho kwa runinga kabla nimwalike waziri wa kilimo ambaye atatuongoza katika hii sehemu. Ukweli wa mambo fertilizer. Ukweli wa mambo. Serikali ya Kenya Kwanza iliangazia sekta ya chai kama mojawapo ya kupewa kipaumbele katika ajenda yake ya mabadiliko ya kiuchumi. Chai kwa sasa inachangia 2% ya pato la taifa na 21% ya mapato yote ya mauzo ya bidhaa kwenye mataifa ya nje. Kunawiri kwa sekta hii imeiweka Kenya mbele katika biashara ya chai duniani, kwani inazalisha 11% ya chai ulimwenguni na ni nambari 3 kwa uzalishaji wa chai baada ya China kwa 49% na India kwa 21%. Mabadiliko kabambe katika sekta ya chai katika kipindi cha miaka miwili iliyopita yamesababisha thamani ya mauzo ya nje kuongezeka kwa kiasi kikubwa hadi shilingi bilioni 180 ikilinganishwa na shilingi bilioni 138 mwaka 2022. Malipo ya wastani kwa wakulima wadogo wa chai yalifikia shilingi 59 na senti 2 kwa kilo mnamo mwaka 2023
ikilinganishwa na shilingi 50 na senti 18 mwaka uliopita, ongezeko la asilimia 17.6. Na huo ni ukweli wa mambo. Basi asante. Na sasa Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako naomba nimwalike Mheshimiwa Mithika Linturi aje atuongoze kwa kipindi kifupi cha kuwakabidhi uwezo wana kilimo biashara. Tumpigie makofi waziri anapokuja. Karibu waziri. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, both the national and county governments acknowledge the critical role played by agricultural extension and advisory services in the provision of knowledge and skills to farmers. The key challenges towards extension management and service delivery include development of private sector operated extension services that complements the public extension services, as well as the commercialization of the latter without compromising public interest. In addition, sir, the agripreneur model has been formulated and successfully piloted for the last 5 years and shown to effectively complement the public extension while commercializing the same without compromising public interest. The Ministry of Agriculture and Livestock Development, in collaboration with county governments, with support from the World Bank, is supporting the upscaling of the agripreneur model across the 47 counties. The agripreneur program, when fully implemented, will create a strong network of about 18,000 youths that will complement and revitalize existing public extension service. Today, Your Excellency, sir, I therefore have the pleasure to present a representative group of 2,500 youths from the 47 counties for official unveiling, Your Excellency, sir, and thereafter requests for a group photo with the agripreneurs. Your Excellency, I welcome you. Thank you. Asante sana waziri. Viongozi wote tafadhali tuketi chini. Mbele yetu tuko na vijana wa kutoka counties zetu 47. Vile waziri ameeleza, mpango huu wa serikali wa kutengeneza mafundisho ya kilimo biashara imebidi tufanye kazi na washirika wengi ambao nachukua nafasi hii kuwashukuru sana kwa kushirikiana na sisi, kushirikiana na Wizara ya Kilimo ili tuwape hawa vijana mafundisho. Umeelezwa ya kwamba tuko na vijana 18,000 kama hawa katika sehemu zote za taifa letu la Kenya. Leo tuko hapa na 2,500 kama kielelezo ya wale wengi ambao hawako pamoja na sisi, na leo wamefika hapa ili tuwape kibali rasmi ya kuungana na extension officers katika counties zetu kuwafundisha wakulima vile kilimo itabadilishwa iwe ni biashara na iweke pesa kwa mifuko ya wakulima wa taifa letu la Kenya. Mimi nawauliza wakulima vile kilimo
itabadilishwa iwe ni biashara na iweke pesa kwa mifuko ya wakulima wa taifa letu la Kenya. Mimi nawauliza wakulima wote, sasa mko na jeshi kubwa hapa ya vijana ambao watawafundisha agripreneurship, kufanya kilimo ambayo itaweka pesa katika kilimo na katika mifuko ya wakulima wetu. Na kwa sababu sherehe hii ya muhimu, kiini ya sherehe hii ni kilimo, mumesikia vizuri hapa haya mambo. Kwa hivyo, to all these great young people, the agripreneurs who will lead the charge, who will take the front line in mobilizing our farmers into agripreneurs, making sure that farming puts money in the pockets of our farmers and puts resources in our economy as they supply us with food security in Kenya. I am very proud to commission the 18,000 agripreneurs in the Republic of Kenya, and congratulations on successfully completing your training. Pongezi sana. Na nitakuja hapo nipige picha na nyinyi. Rais wa Jamhuri ya Kenya, tumpigie makofi. Pongezi, akiwapa uwezo wa kutenda kazi. Na nitaomba pia naibu wa rais, waziri na PS Rono, PS Mweke pia waende pale. Lakini picha ya kwanza iwe ni rais peke yake na agripreneurs. Rais na agripreneurs peke yake, alafu tutawaelekeza hizo picha zingine. Picha ya kwanza ipigwe ikiwa rais peke yake na agripreneurs. Tukisherekea Madaraka Day ya 61. Pia gavana kama unaweza teremka tafadhali. Magavana ambao wako wamefika pia wanaweza wakaenda waingie kwa ile picha. Magavana tafadhali. Na basi tukiendelea na hiyo picha, hebu tuwekee sauti ya mwananchi, sauti ya mwananchi studio, ili tuendelee tukingojea tumalize ile picha. Kupangwa kabisa, ikapangika. Sauti ya mwananchi. Sauti ya mwananchi. Ukulima hakuna kufuatwa, unajitegemea mwenyewe, alafu tena mapato ni kila siku. Mimi singoji mwezi wa mwezi ati ndio nipate pesa. Nikitaka saa hii pesa, naingia kwa nyumba nauza njugu korogoro ngapi hivi na napata pesa. Ukulima iko na kila kitu, hata naweza kukusinda kwa pesa. Roni ndiye inakusaidia. Mimi ni vile ninakaa kwa miwa, roni ni ekuji sana. Lakini roni yangu nikikata, ukiongojea mwezi, hii napata rahisi. Nimepata faida na nikafaidika na hii ng'ombe. Tuko na gold katika nchi ambaye ni maziwa, ambaye tunaomba Wakenya wote turudi mashambani tuweze kufanya kazi. Tukifanya dairy farming vizuri na agriculture farming, tutaweza kujisustain. Mambo ya watu kusikia njaa ati chakula haitoshi, maziwa haitoshi, tutakuwa tunapata maziwa ya kutosha na maisha itakuwa mzuri. Sio kila saa kulia serikali isaidia. Mkulima akiwa empowered, utakuwa na source of employment. Sector export itaemploy watu wengi sana. Juu ya jambo hili la kilimo, mimi nimeliunga mkono 100%.
kwa sababu bila kilimo nchi yetu haiwezi kusonga mbele. Tunapata mbolea ya kutosha, tunalima ndizi, tunalima mahindi, tunalima maharage. Si unaona kazi mzuri? Tunafurahia serikali vile imechukua hii mradi ya subsidies fertilizer. Bila kilimo nchi yetu haiwezi kusonga mbele. Tunapata mbolea ya kutosha, tunalima ndizi, tunalima mahindi, tunalima maharage. Si unaona kazi mzuri? Tunafurahia serikali vile imechukua hii mradi ya subsidies fertilizer. Gavana wa Bungoma County, karibu. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, the First Lady, Mama Rachel Ruto, Your Excellency, the Deputy President, Your Excellency, Mama Pastor Dorothy, Dorcas. I will start with my colleagues, governors. Please let us be upstanding. Governors who are here, Governor Otichilo from Vihiga, Governor Paul Otuoma from Busia, Governor George Natembeya from Trans Nzoia, Governor Barasa from Kakamega, Governor Wesley Rotich from Elgeyo Marakwet, Governor B from Uasin Gishu, Governor Kangata from Moranga, I saw him around the other side. Thank you so much. Governor Simba Arati from Kisii, thank you, karibu sana. Your Excellency, allow me also to recognize former governors. We have Governor Mike Songo from Nairobi. We have Governor Ojamong, former Governor Busia. I saw Governor Wycliffe Wangamati, former Governor Bungoma. Your Excellency, allow me then to recognize our senators who are here, led by Senator Boni Khalwale, who is the whip. Please be upstanding for recognition, our senators and Deputy Speaker. Senator Wakoli, Senator Cherargei, Leader of Majority, Senator Cheriot, of course, Khalwale. Allow me also to recognize Deputy Governors who are here. Oh, Senator kutoka Laikipia, Senator Kinyua, Senator Mandago, Senator Onyonga, Senator Trans Nzoia, karibuni sana. Deputy Governors, Pastor Mbatiani from Bungoma and Deputy Governor from Trans Nzoia. Your Excellency, allow me then to recognize members of Parliament who are here. I'll ask all of them to be upstanding, but I'll recognize those from Bungoma because they are hosts. We have Senator Wafula Wakoli from the Senate. We have Honorable Catherine Wambilianga, Woman Rep. We have Didmas Barasa, MP Kimilili. We have Freddy Kapondi, MP Mount Elgon. We have John Chikati, Tongareni constituency. We have Pepela Wanyonyi from Webuye East. We have John Makali, our host, MP Kandui. We have Jack Wamboka, MP Bumula. We have John Waluke, MP Sirisia. We have Dan Wanyama, MP Webuye West, and Majimbo Kalasinga, MP Kabuchai. And of course, the leader of majority, Ichungwa, leading other members of parliament who are here. Your Excellency, allow me to ask the members of County Assembly who are here to be upstanding, led by Bungoma Speaker, Speaker Situma. Please be upstanding, members of County Assembly from Bungoma. They are there, Your Excellency, there are 64. Karibuni sana. Let me also introduce the county, members of the executive government of Bungoma. We are standing, and all staff who are working here. Your Excellency, I'm also accompanied by my wife. Let me also recognize her. Otherwise, maneno inaweza kuharibika. Your Excellency, today is a great day for the people of Bungoma. May I take this opportunity to warmly welcome you, the whole country, and indeed the world, to our county. I want to thank you most sincerely for choosing us to host this year's Madaraka Day. I wish to share with you the warm greetings from all the people of Bungoma County, those gathered here today, those building our county and our country from various places, and those in the diaspora whom I know
are following this occasion with joy. Today, we remember and celebrate the wisdom and the courage of our founding fathers who faced serious adversity to gain our independence and create a nation called Kenya. This very stadium that is hosting the auspicious 61st Madaraka Day is named after one of the greatest sons of our time, the late Honorable Masinde Muliro, a true champion of the second liberation. We celebrate these fallen heroes even as we remain cognizant of the fact that despite their divergent backgrounds and varying viewpoints, they fought for the same cause. We are here because of your benevolence, Your Excellency. We could not, as a county government, have achieved this and this standard of the stadium even if we saved for the next 20 years. Your Excellency, devolution is at the heart of the new constitution and a key vehicle for addressing historical disparities which have long led to conflicts. Our system of devolution combines a measure of autonomy and interdependence leading to a cooperative system between the two levels of government. This requires that both embrace a system of consultation, negotiation and consensus building in the run-up of state affairs. Mr. President, on behalf of the devolved units, I want to thank you and commend you for your continued support for devolution and especially devolving these national celebrations to counties, for this strengthens your presidential resolve to support counties and the devolution agenda in your national endeavors. It is therefore a great honor for us as counties and as the people of Bungoma that you have chosen to share this national celebration with us. It would be remiss of me not to pass the gratitude of the people of Bungoma. Mr. President, all the major roads in Bungoma town and its environments are well lit, hence promoting a 24-hour economy in our town. Our airstrip at Matulo can now safely land a 35-seater plane, but it's our wish and focus that in the future it be upgraded to an international airport. And Your Excellency, when it's at that level, I want to propose on behalf of the people of Bungoma that it be named after you. Our Masinde Muliro Stadium is in the process of being completed to perfection with a seating capacity of 20,000 people, with all roads around it well paved, and we now have an official state lodge to Nasema Asante Sana. Your Excellency, the current weather pattern in Kenya is worrying. We must begin to think of timely interventions that will address the challenges of crop failure in order to ensure our people have options. As the chair of the Agriculture Committee, I look forward to the support and partnership of your government in this endeavor to accelerate this development. Before I wind up, Your Excellency, if this rotation continues, for people to appreciate what is happening today, the next national celebration to be held in Bungoma will be in 2071, after all it has gone round all the other counties. So this is historic for us, and that is how serious it is that we are making history. So you can take your years, add 47 years, and know how old you will be when this will be held here next. Your Excellency, I now leave you with the words of Marco Rubi, who said leadership cannot be measured in a poll or even in the result of an election alone. It can only be truly seen with the benefit of time from the perspective of 20 years, not 20 days. Everything that you have done for the people of Bungoma will live forever in our hearts. Thank you, Your Excellency. Your Excellency, you know, addressing a magnitude of this, a crowd of this magnitude, you can get changanyiko kidogo. It is now my singular honor and duty to invite the Deputy President to come and make remarks and invite you. Thank you, Your Excellency. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of our Defense Forces, Dr. William Ruto, Your Excellency, the First Lady, Mama Rachel Ruto, the Governor of Bungoma County, my friend and college mate, Kenneth Makelo Lusaka, aka Babawini, the short man from Kamkuya, Cabinet Secretaries present,
the Prime Cabinet Secretary, the Honorable Musalia Mudavadi, the speakers of the two houses, the Chief of Defense Forces, and the service commanders, the people of Goma Hamjambo, Bugoma Hoi, Bugoma Hoi, watu wa Mlebe Hamjambo. Your Excellency, I'll be very brief because my role in this great county of Bungoma, in the heart of Mlembe Nation, is to usher you to talk to the people of Kenya. But let me say, Your Excellency, you are the vision carrier of our administration, and those of us you have given the privilege to serve under you remain committed and focused to assist you in the transformation of our great republic so that the people of Kenya have better lives and the improvement of our economic fortunes. But before I call Your Excellency, you allow me 10 seconds to digress just a little bit. Before the advent of Manchester United and Arsenal, we used to have a great contest in the 80s and the 90s between Gor Mahia and AFC Leopards. During that time, I was a keen fan of football. I was and remain a great supporter and fan of AFC Leopards. With those few remarks, please be upstanding and help me to usher in the President of the Republic of Kenya, President William Ruto. Mr. President. Thank you very much. Let's take our seats. Mr. Deputy President, Prime Cabinet Secretary, the speakers of the two houses of Parliament, Your Excellencies, Ambassadors and High Commissioners, CDF and Service Commanders, Ministers, Excellency Governors, Deputy Governors, Principal Secretaries, the Governor of this great county of Bungoma, Governor Kenneth Makelo Lusaka Kufuela, MCAs and the Speaker of Bungoma County, ndugu wananchi wa Bungoma hamjambo, Bungoma hamjambo, Bungoma hoye, Bungoma hoye, Madaraka hoye. Asanteni sana. It is a great honor for me to join you here at this stadium named to honor the memory of one of Kenya's finest sons, illustrious freedom fighter and exemplary leader, Masinde Muliro, and to lead Kenya in celebrating the 61st Madaraka Day. On this anniversary, we mark the emphatic success of our freedom struggle, the triumph of the many gallant men and women who made immense sacrifice for the cause of freedom and justice, and the vindication of the principles and values which inspire the people of Kenya to stand as one, resist oppression, and unite to claim their sovereignty and to win the freedom to build a nation in accordance with our own aspirations. The reason for making this day are principally that the aspirations which motivated our heroes over 6 decades ago are not only alive today, but they are also the bright flame that sets our souls and minds alight with ambition and urgency
and illuminate the path to each one of us to pursue the progress and prosperity of our households, our families, and our nation. Madaraka, our self-governing mandate, is not an accident of history. Rather, it is the affirmation of the timeless values embraced and articulated by those who came before us in their resistance to colonial invasion, and the culmination of the vision and passion of the succeeding generations which bravely took on mighty empires, and they won. Today, we are no longer at the starting blocks of the race to progress. We have come a long way. In the course of our journey, we have made Kenya a strong state, anchored by a people united by fierce patriotism, love for one another, a shared vision of progress, and a public service with a high capacity to coordinate development and to provide security. Additionally, our country is a thriving, competitive, and diversified economy well into its transformational takeoff, and a democracy which protects freedom, drives democracy, and places the people of Kenya at the front and center as the authors and beneficiaries of this great nation's affairs. Therefore, every person in this country has the freedom and opportunity to make their contribution by giving their best in what they do. This is the source of our glory. Madaraka recognizes that Kenya's freedom was won by resolute farmers and determined workers on their shambas and their brave sons and daughters in forests, cities, factories, and plantations. Madaraka reminds us not to look down upon the labors of others, regardless of their occupation, because work makes a great people and a strong nation. Rather, Madaraka encourages us to do whatever we must to honor and support everyone who works, because that is the best way of achieving prosperity and security in a nation. Madaraka Day celebrates the birth of a nation out of the totality of the labors of millions of its people. Today, ladies and gentlemen, is the day to remember that work is important. Every hustle matters, and that nation building is a bottom-up affair. Let no one look down upon the life or livelihoods of another, and let no one be made to feel despised because of their work. Our economy depends on every form of service and labor. From the milling of sugarcane, millet and sorghum, to the ginning of cotton and the roasting of coffee beans in this country, our agriculture sector continues to fire the powerful engine of economic transformation to propel this great nation into a food-secure, internationally competitive trading giant that can hold its own in the East African community and leverage other trading frameworks, such as the COMESA, Africa Growth and Opportunities Act, the Africa Continental Free Trade Area, with ease. Agriculture remains sufficiently attractive enough to sustain investment in every node of the food system. Agriculture's direct contribution to our GDP is 25%, while its indirect support to other economic pillars such as manufacturing boosts the GDP by a further 27%. Agriculture also employs directly or otherwise an estimated 40% of our population. To build a robust and thriving economy, enhance social inclusion and improve environmental conservation on this critical sector, the government has deployed an agriculture-led, all-of-society approach in the form of the bottom-up economic transformation agenda, of which agriculture is a critical, central, strategic pillar. Under the bottom-up economic transformation agenda, we will reduce hunger, fight poverty, and improve the health outcomes of Kenyans.
I am particularly delighted that agriculture and food security are the chosen theme of this year's celebration in this great agricultural county of Bungoma. We appreciate the determination of small-scale farmers who are the backbone of Kenya's agricultural sector in their efforts to produce sufficient and varied food to meet their national health and other daily needs. Against many odds, our farmers have defied systemic and structural constraints and limitations to make a contribution to households and national food security requirements and to propel the economy into the future. We understand, we cherish, and we value our farmers. Consequently, we have partnered effectively with farmers and other food system value chain actors, such as input suppliers, producers, processors, and support service providers to transform their productivity beyond subsistence and enhance the country's food security. This has been made possible through interventions in key value chains like maize, livestock, tea, coffee, edible oils, cashew nuts, pyrethrum, flowers, avocado, and macadamia nuts. We now have the potential to become a competitive regionally, globally, by utilizing the unique capacity of cooperatives to mobilize production on scale through the provision of government-supported agricultural extension services. The sugar industry is a highly strategic subsector whose value chains have been the mainstay of the local economies of our sugar belt and a generator of much-needed jobs and value. For this reason, we are firmly committed to ensure that the sugar industry returns maximum value to all actors in its value chains, beginning with the initial and foundational entrepreneur, the cane grower. To accomplish this, we have implemented a number of radical measures. We have written off Kenya shillings 110 billion worth of sugar factories' debts accumulated over the last 40 years. A new leasing model that will guarantee prompt payment for cane deliveries by farmers, timely wages for factory workers, and a bonus to sugarcane farmers every end of the year, like other crops, is underway. A call upon relevant agencies to accelerate the review process and to incorporate proceeds from byproducts in the scheme. As part of our commitment to invest 2 billion shillings into sugarcane development through state-owned mills, after leasing is completed, I am proud to announce that the government has approved the first tranche of 600 million for seed cane development, and the National Treasury shall shortly release these funds to farmers. Recently, smallholder tea farmers exported Ketepa's value-added teas to West Africa and China. The government also increased farm-to-table food safety through frameworks such as the Food Safety Policy, and a Food Safety Coordination Bill is underway. To ensure our capacity to coordinate agricultural production and deliver service to the sector more efficiently, we are developing and integrating a farmers and agripreneurs database into the Kenya Integrated Agriculture Information System. As we speak, the database already has 6.4 million registered farmers, and our aim is to serve them better by improving access, sharing and utilizing of information in the agricultural sector. We have just witnessed a cohort of 2,000 agripreneurs trained by the government of Kenya. There are 18,000 agripreneurs around the country whom we have commissioned today to take charge of our agriculture across Kenya. The power of this database is beyond doubt. In recent months, farmers have been able to access subsidized fertilizer from the fertilizer subsidy program
as well as animal feed and certified seed more efficiently, more affordably, and more transparently. Since we began to distribute subsidized fertilizer last year, 15 million bags of 50 kilograms of crop and soil-specific fertilizers have been distributed. Our strategic intervention have led to a marked increase of value addition initiatives. Measures are underway to boost coffee productivity from 2 kilograms to 10 kilograms per tree and from 50,000 metric tons to 102 metric tons a year by 2027. Under the coffee sector reform that we initiated, a 4 billion coffee jerry fund was established, 2 billion of which has paid with a balance allocated for payment in the 2024-2025 financial year. This will ensure farmers get good returns for their investments. We are also writing off Kenya shilling 6.7 billion debt owed by coffee cooperatives around Kenya. And specifically, in this write-off, Bungoma County, the cooperatives in Bungoma County, 300 million shillings will be written off for cooperatives in Bungoma County. In the edible oils value chain, the government's plan involves boosting the production of sunflower, palm oil, and canola by working with counties. In 2023, 70 tons of sunflower seeds were purchased, with 40 tons distributed to farmers. Another 40 tons of seed have been allocated to the Agricultural Development Corporation